Baba yetu wa mbinguni, Baba katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya upendo wako na umetupa kipindi hiki kwa ajili ya kuendelea kuangalia yale ambayo wenzetu wanaamini ili kwamba tuyaangalie katika mwanga wa neno la Mungu. Kawajalia wanafunzi na zaidi sana na mimi binafsi ninapoandaa somo hili na katika ile ya kuandaa na kulileta ili kwamba yote ambayo tunajifunza tujifunze kwa pamoja. Tukapate kuwafikia wenzetu ambao bado hawajapokea neema ya wokovu, ili kwamba hakika pale ambapo wanaishi maisha ambayo sio ya Kikristo na maagizo yao ndio njia kuna uzima, watu wapate kujua Yesu Kristo. Sasa kwa maana ni Mungu mwaminifu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Kwa vifungu ambavyo tunaviangalia na labda ili tuweze kwenda vizuri, some katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza na 4 mstari wa 4 peke yake. Taanzia mahali pale, ni neno tu la kutuhimiza, lakini si kwamba ninalitilia mkazo sana, lakini neno la kutuhimiza. Wakorintho wa pili mlango wa 4 mstari ule wa 4 peke yake. Nasoma kwa alafu tutaendelea na notes moja kwa moja. Biblia inatuambia katika mlango ule na labda ni mstari wa 3. Lakini ikiwa injili yetu imesitirika kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao, wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Narudia tena mstari wa 3 na 4. Lakini ikiwa injili yetu imesitirika kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Amen. Amen. Paulo anaandikia kanisa, na anapoandikia kanisa akijua kabisa kwamba ndani ya kanisa au katika kanisa kuna utofauti kati ya kanisa na wale wengine ambao sio kanisa. Na anapojaribu kulinganisha wale ambao ni kanisa na sio kanisa, anasema wazi kabisa kwamba kwa wale injili imesitirika kama vile imefichika hapo kwao, hawaioni na hakuna jinsi ambavyo wanaweza kupokea wokovu kwa njia ya injili, kwa sababu kwanza bado hawajajua ni nini maana kwamba Yesu Kristo ndiye njia kuna uzima. Na tunaambiwa kwamba ndani yao wanaye Mungu, na watu wana miungu, na watu wameendelea kuwa na miungu, na ndani yao pia wana Mungu. Angalia neno ambalo limeandikwa Mungu pale, kama Biblia yako inafuatilia ni Mungu herufi ndogo, na hii ni miungu ambayo ipo katika dunia, na miungu imekuwa iko mingi. Na wasikia ni Mungu wa dunia hii amewapofusha fikra zao. Haini sana watu wanapofushwa macho, lakini hapa Mungu wa dunia hii amewapofusha fikra zao, uwezo wa kufikiria, uwezo wa kuangalia, uwezo wa kuelewa, uwezo wa kutambua aliye njia kweli na uzima kwao haupo. Ndio maana mtana mtu ambaye sio Kristo, ambaye anaabudu lakini aabudu sahihi, atakuwa bebi huko sahihi kabisa, na wewe hatimaye huko sahihi ndio huko kwenye makosa. Kwa sababu gani? Mungu wa dunia hii amewafufusha fikra zao wasioamini, ili siwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Naye Yesu Kristo ajukumu letu kuwaambia watu kwamba hakuna wokovu kwa mtu mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine tulipo wanadamu tupasalo sisi kuokolewa ila jina la Yesu Kristo pekee yake. Ni ujumbe ambao tunataka tupeleke, ni ujumbe ambao tunataka tuwaambie watu, ni ujumbe ambao tunataka tuvushe ili kwamba watu wengi wapate kupokea neema. Yeye mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu aje kwa Baba pasipo njia ya Yesu Kristo. Inawezekana tuna ndugu zetu ambao hawajapokea neema ya wokovu, basi ni jukumu letu tupate kuwaeleza ili kwamba pia hii neema Yesu Kristo ipate kuwazukia. Dini za ulimwengu zina miungu yao au zina vitu ambavyo wanaamini. Baada katika kuamini, sasa ni jukumu letu tuwatoe katika vile ambavyo wanaviamini, ili tuvipeleke katika mwanga wa kweli wa neno la Mungu ambao ni Yesu Kristo. Kwa hiyo
tutakuwa tunaangalia kipindi hiki ambacho sasa tunaangalia dini za ulimwengu, tunaangalia dini kuu zisizokuwa za Kikristo. Na dini kuu zisizokuwa za Kikristo maana yake ni kwamba hazitaji Yesu Kristo ndani yake kabisa. Yaani mwenyewe Yesu Kristo atakuwa anataja tu labda kama mtu mwingine, si Mwokozi wala si Mungu. Ndio tunaziangalia. Kusudio la somo hili, wale tunajifunza hili somo, lazima wale walio wa Kristo tupate kufahamu ya kwamba kuna dini zingine mbali ya Ukristo. Na hapo mwanzo ninachelea kuita Ukristo dini. Lakini katika matumizi ya kawaida ya neno, ili kwamba tuweze kutofautisha, niruhusuni nitumie pia neno Ukristo kama dini, ili kwamba tulinganishe dini za Kikristo na zile ambazo sio za Kikristo. Kwa hiyo hapa chini tutajaribu kuelezea kwamba Ukristo sio dini, lakini zingine ni dini. Tutajaribu kuangalia hapo chini kwa tofauti yake nini. Hata hivyo, lazima upate kufahamu kwamba mimi ni Mkristo, kuna wengine ambao sio Wakristo. Yaani jambo ambalo linafahamika na dunia nzima inafahamu kwamba kuna Ukristo, kuna laini wa Ukristo, lakini kuna wengine ambao sio wa taratibu za Kikristo. Ni jinsi gani tunaweza kutofautisha Ukristo na wale wengine, lakini pia tupate kuwafikia kwa kupitia Injili ya kweli ya Yesu Kristo. Kama jinsi hapo tunaambiwa kwamba hakuna jingine la wokovu. Hakuna wokovu mwingine ambao unaweza kumfanya mwanadamu akapokea wokovu ila kwa jina la Yesu Kristo pekee yake. Matendo ya Mitume mlango wa 4 mstari wa 12. Napasa pia wale ambao ni wa Kristo waweze kujua kile ambacho wanakiamini, na si kufahamu tu, lakini pia kuweza kukisimamia na kukitetea. Narudia sentensi. Ni vizuri wale ambao ni wa Kristo waweze kusimamia kile ambacho wanakiamini, na si kukisimamia tu, lakini pia waweze kukitetea. Tumeitwa katika jina la Yesu Kristo kusimamia Kristo. Itakuwa jambo la ajabu sana kusikia mtu ambaye ni Mkristo ambaye baada ya muda amekuwa Mkristo kwa muda fulani anahama anaenda katika imani nyingine ambayo ni ya kidunia. Itakuwa jambo la ajabu. Lakini kwa yule ambaye ni Mkristo lazima uweze kusimamia na kuitetea kile ambacho umeitwa upate kukiamini. Tuendelee. Fafanuzi. Tunapozungumzia swala la dini, ni swala ambalo ni muhimu sana. Lazima ni very sensitive. Unajua, swala la dini ni swala ambalo kila mtu analo, na ni kitu ambacho unalia hali ya kujua kwamba kuna hali ya kibali. Kwa hiyo kila mtu ana wazo fulani kuhusu mambo ya dini na kwamba dini ni nini. Ni kuuza dini ni nini, kila mmoja atatoa jibu tofauti, lakini haya majibu yote yatakuwa yanalenga kitu kimoja, kwamba kuna hali ya kuwa na kitu ambacho kinaabudiwa na kuna mtu ambaye anaabudu. Kwa hiyo kuna sehemu mbili. Kuna kitu ambacho kuna mtu ambaye anaabudu na mtu ambaye anaabudu kitu fulani au hali fulani au ukuu fulani. Kwa hiyo kuna hali ya ibada katika utaratibu wa dini. Webster Dictionary ilijaribu kutoa maana ya dini ikisema kwamba dini ni huduma ya kumwabudu Mungu au nguvu zisizo za kawaida. Na ule sentensi wasema ni huduma ya kumwabudu Mungu au kuabudu nguvu zisizo za kawaida au sababu au kanuni au imani inayoshikilia kwa kuamini kitu fulani. Dini ni aina ya ibada, ni ibada. Pasipo kujali kwamba unaabudu nini, lakini kuna ile hali ya kwamba kuna superior element or organ, kuna kitu ambacho ni cha juu zaidi ambacho unakipelekea ibada upate kutambua kwamba kina nguvu zaidi ya kile zaidi ya mwenyewe. Kwa hiyo unapoendea kile kitu kinakupa nafasi ya kusema kwamba nimepeleka ibada yangu, nimeenda kuabudu, kwa ni dini. Lakini angalia tofauti ya dini na Ukristo jinsi ambavyo nimejaribu kuelezea hapo kwa kabisa. Tunapojaribu kuangalia dini katika utaratibu wa ibada, lakini pia kuna Ukristo. Tofauti kuu ni kwamba dini inahusisha binadamu kujaribu kumfikia Mungu, wakati ambapo Ukristo unatafuta Mungu kuwafikia wanadamu kupitia Yesu Kristo.
Okay, kuna tofauti hapo. Tunapozungumzia taratibu za kidini, yani dini ni wewe mwanadamu unatafuta mbinu, unatafuta taratibu, unatafuta jinsi ambavyo unaweza ukafanya jitihada za kufikia Mungu. Kwa hiyo kuna superior object ambayo ya kuabudiwa. Sasa wewe ambaye ni junior, ambaye ni inferior, unajaribu kutafuta kila mbinu ili kwamba ufikie kile ambacho kinatakiwa kiabudiwe. Kile tunaenda ni dini. Tunapokuja kwa upande wa Kristo, ni Mungu mwenyewe ndiye ambaye anashuka kwa ajili ya kumtafuta huyu ambaye ni inferior, ambaye ni mwanadamu. Dini ilianza katika kusema ile kati ya Kristo, katika kusema ile of course tunapozungumza habari dini ilianza kipindi vyote kumekuwa na dini. Lakini katika kusema Eden kilichoanza mahali pale ni Ukristo, kwa sababu Mungu alishuka. Na katika kushuka ndipo Kristo anasema mbona Yesu hajazaliwa, si ndio? Ndio kwa mtu anaanza kufikiria haraka. Yesu hajazaliwa. Sasa katika kusema ile Yesu alikuwa Kristo atakuwa kutoka Maria. Tunaita pronto evangelium. Injili ya kwanza iliyohubiriwa. Of course, ukiangalia mambo za Yesu Kristo ambao utakuja baadaye, Mungu alishuka kumtafuta mwanadamu ili kwamba huyu mwanadamu awe katika uhusiano na yeye. Kuanzia pale, kwanza kabla ya hapo na uhusiano wa ibada ya kiibada kati ya Adam na Hawa na Mungu. Lakini mara baada ya Adam kutenda dhambi, uhusiano ukatengeka, lakini Mungu akashuka. Si Adamu ambaye alienda kumtafuta Mungu. Lakini ukiangalia, jaribu kuangalia dini nyingi za ulimwenguni ambazo sio za Kikristo, tutajaribu kuangalia kwamba zenyewe zina utaratibu kwamba mwanadamu mwenye dhambi anatafuta kila mbinu ili afikie Mungu. Mwanadamu, Adam na Hawa walipotenda dhambi, hawakumfuata Mungu. Walifanyaje? Walienda kujificha na mpaka waliposikia sauti ya Mungu ikiita. Sababu Mungu alishuka kwa sababu ya kumtafuta mwanadamu. Waliposikia sauti ya Mungu ikiita ndio ambapo tumejificha tuko huko porini. Tumejificha kwa sababu tumeshamkosea. Hatuna tena ule uhusiano wa kiibada ambao tulikuwa nao. Lakini Mungu alishuka huko. Hiyo kuna tofauti kubwa ya dini na Ukristo. Na mara nyingi sana tunasema kwamba dini nyingi kazia au fikiria sana wa mambo ya matendo, sheria na hata sifa ili kupata kibali. Nimefanya hiki, nimefanya kile, au unatakiwa ufanye hiki, ufanye tendo hili, ufanye tendo hili jema, upate kibali fulani ili kwamba uweze kumfikia Mungu. Lakini tunapokuja Ukristo unakazia uhusiano binafsi wa mtu pamoja na Mungu, hasa unaowezekana kwa sababu ya kifo cha Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Hiyo ndio ambayo inaleta uhusiano, si kwenye jitihada zangu. Ndio mara baada sasa kupata uhusiano na Mungu kupitia kifo cha kidhabihu cha Yesu Kristo alipokufa, sacrificial death, alipokufa. Sasa baada ya kosa kuanza kutenda matendo mema. Kabla ya hapo huwezi kutenda tendo jema lolote. Hata matendo mema ambayo utajaribu kuyafanya yanaonekana ni uchafu tu mbele za Mungu. Mpaka pale ambapo umeshakuwa na uhusiano, sasa pale unaanza kuanza kutenda mambo yaliyo mema. Matendo ya Waefeso mlango wa 2 sura ya 9 kwanza tuokolewe kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Ni neema peke yake, imani peke yake, neema peke yake, ni Kristo peke yake. Yohana 14:6, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba pasipo kupitia njia ya mimi. Yesu Kristo mwenyewe anasema vile. Matendo ya Mitume mlango wa 4 mstari wa 12, leo kaizia kwamba wala huna wokovu kwa mwingine hawa yote. Ambao anasema kwamba labda Muhammad anaokoa, tunasema anaokoa, Buddha anaokoa, Gautama anaokoa, hakuna wokovu kwa mwingine hawa yote. Tuangalia asili ya dini. Asili, chimbuko. Hata ndani sana, na kama utaona ndani sana, niruhusu tu kwamba kuna muda ambao unaweza kufanya kama inaitwa personal study, kujisomea binafsi, kuchimbua na kutafuta asili ya dini, lakini mtaenda tu katika hali ya kawaida kwa sababu lengo letu ni kufanya ulinganifu
kati ya dini ya Kikristo na dini ambazo si za Kikristo. Asili dini ni jambo la ulimwengu wote, linapatikana katika mataifa yote, katika hali yote, ingawa zinatofautiana sana katika mafundisho yao, taratibu na matokeo katika sehemu mbalimbali. Dini ulimwengu wote, kila mahali kuna swala ambalo linahusiana na dini. Kuna kitu ambacho kinaitwa dini, kuna hali ya kiibada mahali popote, lakini kila mahali kuna tofauti kutoka eneo moja hadi nyingine katika taratibu za kiibada. Maana nyingi sana kila mtu anaabudu. Wazazi wetu, mababu zetu waliabudu kabla ya hata Ukristo. Waliabudu. Wengine waliabudu milima, wengine waliabudu miti fulani, wengine waliabudu mapango, wakijua ile pango lina nguvu fulani, labda au wanaona tu kitu ambacho kina hali ambayo sio ya kawaida, wanaona kwamba hiki labda tukifanya kama ni superior being, kama ni kitu maalum ambacho tunaweza tukakipelekea ibada zetu. Ila ni mti ambao hiyo zingine, kuna mti ambao unaota katika hali ya ajabu. Mti ni muhimu, unakuwa sacred, unakuwa ni mtu ambao umewekwa wakfu katika hali ya kiibada. Wengine hata waliabudu wanyama fulani, mataifa fulani waliabudu wanyama. Kenda India, nasikia kule, kenda India uweze kunywa chai ya maziwa, sababu maziwa ng'ombe kwao ni Mungu. Kenda sehemu zingine uweze kuua panya, sababu panya ni Mungu. Kenda sehemu zingine uweze kuua nyoka, sababu nyoka ni Mungu, dragon. Kwa kila mataifa, watu mbalimbali wana zile deities, wana vitu ambao wamefanya, wameviweka wakfu kama ni Mungu ambao wanakuwa katika kuabudu. Kuna mapango fulani ambayo huwezi kuingia. Na pia ukienda katika ile pango fulani, ukienda kule ukiongea unasikia mtu anakusemesha kwamba huyo kuna Mungu. Ile ni mwangu tu napiga kelele kule ndani. Sio sengine watu ndio ndio kitu ya ajabu sana. Nao ni pango naongea, ukipiga kuna Mungu unajibu kule mbele, alafu unasikia kwamba unasikia Mungu wewe. Hapa sasa kuna Mungu hapa ndani. Kiongea unasikia kuna echo sound. Sio kuna Mungu. Kwa hiyo, lakini kwa sababu ya ile hali ya kwamba mtu tayari ameshawekewa kwamba kuna nguvu fulani kwa mahali fulani, inafanya pia apate kuamini kwamba ni kweli kuna nguvu, lakini lazima tupate kuamua kujua kwamba dini ni nini. Asili ni pale ambapo mwanadamu anajiona kwamba yeye ni mtu wa chini na anahitaji msaada wa kitu ambacho ni cha juu zaidi, na anaenda katika hali ya kujitoa kabisa, kwamba nimejitoa kabisa kwamba mimi siwezi, lakini hiki kinaweza kunisaidia. Cha kusikitisha ambacho pia ni kibaya zaidi, na nimeshazungumza tena, ni maandiko yanatuambia heri yule amtumainie Bwana lakini amelaaniwa. Ndio wakati mwingine ndio laana kabisa, ndio kulaaniwa maana yake kwamba unaweza kuweka tumaini lako kwa kitu ambacho hata hakiwezi kusaidia, na unasema kwamba kina nguvu, ni superior being ambayo ina nguvu, kwamba unaweza kuweka imani katika ile kutaka msaada kutoka kwa hiki kitu. Wakati mwingine hicho kitu kinaweza kusaidia wewe. Kwa chini mama nimeandika kwamba watu wengine wanawaliabudu mpaka wengine wakaabudu vifaa fulani au vitu fulani au vitu ambavyo vitu vinaweza kuwa katika hali ya kuharibika leo na kesho hakipo. Niwaambia kwamba kuna nchi ambazo unataka kununua Mungu. Yaani kuna duka limewekwa shopping na kuna supermarket unataka kununua bidhaa. Unaweza kienda supermarket, na supermarket kuna kona moja imekuwa ni kona ya Mungu, ya miungu. Unauza Mungu. Sasa uchague unataka Mungu wa pesa ngapi au dola ngapi? Nataka Mungu wa pesa hii, nataka Mungu wa pesa hii. Chukua Mungu wako kwenye mfuko alafu unapeleka nyumbani. That's God. Yeah, ni siri ya roho gani? Kwa hiyo ndio tutaona juu sio kule kwao ndio mambo yako sana kule kwao. Ndio unaweza dukani, ukaenda kununua, anaenda dukani superstitious, anaenda na Mungu wake, ashanunua Mungu wake na kwenye mfuko, nimebeba Mungu apeleka Mungu nyumbani. Ameingia kabisa fulani kanipa mahali fulani, anamweka mahali pale. Cheka mahali pale bila asubuhi na jioni, anamwekea vyakula, anamwekea matunda, anamwekea pesa, anamwekea vitu mbalimbali. Na kila asubuhi baada ya kabla asubuhi na jioni, mchana jioni, kwa uaminifu kabisa lazima uende kwenye ule
ufanyie ibada, ukishafanyia ibada unatoa sadaka, ukishatoa sadaka, kwa hiyo ukishamaliza kutoa sadaka vile ambavyo pale vinatolewa. Sababu Mungu hawezi kula hali. Hawezi kula matunda, hawezi kula vyakula vinavyokuwa mahali pale. Vinakaa mahali, lakini katika hali ya kiimani anaamini kwamba farini ameshapokea na ameshafurahia kwa sababu umempokeshampa. Tunachukua pale ambapo Paulo anaandika kwamba katika Wakorintho kwamba vitu ambavyo vimetolewa sadaka kwa nini? Kwa miungu wa idols. Vitu ambavyo vimetolewa sadaka kwa miungu. Ukienda vitu kama hivyo ukikuta vitu ambavyo utakula, sema wewe ungeenda ni pale nakula sababu sijui. Na kama ukijua kwa sababu ya dhamira yule ambaye ametoa unabidi usile. Lakini kama unajua chochote unakula hamna tatizo, no problem. Ni chakula ama chakula kingine kwa sababu ile sio Mungu. Ni kitu kimenunuliwa kule dukani kinaitwa bali kwa watu. Wanafanya ibada. Cha kusikitisha ni kwamba siku nyumba inaungua au siku nyumba inabomoka na bila ufanye nini? Kimbio kwa muokoe kwanza Mungu. Enda kumuokoa Mungu. Yaani Mungu sio Mungu akuokoi. Wewe unafanya nini? Wewe unamuokoa Mungu asije akateketea, asije akaharibika. Hayo Mungu bado watu wanaabudu na wanapenda na wanakaa na imani yao ndio mahali pale uwezo kuiondoa. Kama sema swala imani na udini, swala dini kama bali ni sana. Zile ni jambo ambalo ni gumu. Hasa pale ambapo ni mtu ameamini kitu fulani. Ndio asili ya dini, kuna mambo mengi ambayo watu wanaamini. Na unapozungumzia asili ya dini, tafadhali naomba tuende kwa mapana makubwa sana. Unajua hata kuna watu ambao wanasema ukomunisti ni dini. Ukomunisti wale ambao ni wakomunisti ambao wanaamini zile kanuni falsafa za Karl Marx na nini, wale ni watu ambao wana misingi ambayo wanaamini. Na ukishajenga imani katika kitu fulani, hiyo inakuwa ni dini tayari. Kwa sababu tayari umeshajua kwamba hii falsafa ambayo nimeamini ndio ambayo ni Mungu wangu, ndio kitu ambacho nakiamini. Kuna watu ambao wameamini fedha kama miungu yao, kama Mungu. Ukiwa na pesa tayari huyu ni Mungu, na hakuna jinsi ambavyo unaweza ukamtoa mtu katika imani za namna hiyo. Niwaambie kitu fulani. Imani ni kitu ambacho is very strong. Ukikijenga katika hali ya kitu fulani, ukiondoa inakuwa ni Mungu. Na ndio maana lazima ujenge imani yako mahali ambapo ni sahihi. Build your faith in the right foundation. Katika msingi ambao ni sahihi. Katika msingi ambao sio wa kupofushwa, sio kwa blind, sio kupofushwa mawazo yetu, lakini katika hali ya kuzishiwa nuru ya injili ya Yesu Kristo. Ni muhimu sana. Sababu ukiwa umekuwa blinded, ukiwa umeshautiwa upofu katika haya mapokeo na mambo ya kidunia, maana yake ni kwamba hautaweza hata kutambua kwamba watu kuna ukweli na ni wapi ambapo kuna uongo. Kwa sababu tayari uko ni mtu ambaye ni mpofu, ambaye uone njia. Dini ziko nyingi, mapokeo kwa mengi, lakini je, ni nini ambapo unatakiwa kuwa msingi kwa wale ambao wanamwamini Yesu Kristo? Tazama Biblia unaonyesha kwamba mwanadamu aliumbwa kiumbe wa kidini na ana ujuzi wa kuwepo kwa Mungu. Na ndio maana mara nyingi sana unajitahidi kwa kutafuta kitu ambacho kitakuwa ni cha juu kuliko mimi, kwamba kuna Mungu. Katika kitabu cha Warumi mlango wa kwanza nisoma jana, Warumi mlango wa kwanza mstari wa 19:25. Warumi mlango wa kwanza mstari wa 19 mpaka 25 na mstari kidogo, na ningeomba tusome mistari yote tupokezane. Tuanze 18 mpaka 25, ambazo tupokezane mistari tusome wote. Kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa mwanadamu wa upingao kweli kwa uovu. Kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi yake, yaani ulimwengu, yaani uwezo wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na udhuru.
kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao na mioyo yao ilitimia katika giza. Wakijinena kuwa wenye hekima walipumbazika, wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uadilifu kwa mfano wa sura ya binadamu iliyo kamilifu na ya ndege na ya wanyama na ya vitambaavyo. Kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mambo yao za mioyo yao, waufuate uchafu hata wakauvunjiana heshima miili yao. Kwa maana walibadili mbele ya Mungu kwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Muumba aliyebarikiwa milele. Amina. Wakasema kwamba kwa maana walibadili ukweli wa Mungu, kweli ya Mungu kuwa uongo. Hapo uongo ndio sasa ndio kweli ndio uongo. Katika mapokeo ya uongo, zile taratibu za uongo, sababu walimjua Mungu, sio kwa kujua Mungu. Bwana kusema hakuna jinsi ambavyo mwanadamu alipoumbwa anapoangalia asili ya vitu hata pasipo injili ya Yesu Kristo. Unajua hata mtu ambaye ni mpagani anajua kuna Mungu. Yaani mtu yote anajua kuna Mungu. Mtu yote ambaye ameumbwa dunia hii anajua kuna Mungu kwa sababu anapoangalia uumbaji, anapoangalia mpangilio wa Mungu wa vitu vyote vilivyopo. Anasema kwamba there is without excuse. Hakuna jinsi ambavyo mtu anasema kwamba mimi sikujua kwamba Mungu yupo. Hakuna mtu anaweza kusema vile. Lakini ni jinsi gani ambavyo ulimjua Mungu wa ukweli ndio jambo ambalo la msingi mahali pale. Kila mtu aliyeumbwa anafahamu kwamba kuna kitu ambacho ni kikubwa, kwa sababu huu ulimwengu uliopo, anasema kwamba huu nguvu yote ya uumbaji na mimea na nini na jua, yaani vitu vyote, mfumo mzima wa uumbaji unatuambia kwamba kuna mtu mmoja au kuna kitu kikubwa kuliko uumbaji wenyewe ambao kilifanya hivi vitu vikawepo. Kwa mwanadamu tu katika hali ya kawaida, hii inaitwa ni mental perception. Katika uelewa wa kawaida kabisa, anaelewa kwamba kuna Mungu kabisa. Lakini sasa kule kuelewa kwamba kuna Mungu katika hali ya kawaida, ndiko sasa akabadili ule uelewa wa kawaida wa Mungu, akabadili katika matumizi tofauti, na ndio maana akaanza kubadilisha. Akaanza kubadilisha sasa kiumbe ndio kinaabudiwa badala ya uumbaji, yani akaanza kuabudu kiumbe badala ya kuabudu yule ambaye aliumba. Ndio maana akasema sasa Mungu akawaacha. Kwa hiyo Mungu walipobadili, Mungu akawaachia wakusujudie kiumbe kwa kiabudu badala ya Muumba aliyehimidiwa milele na milele. Akawaacha. Okay, endeleeni. Ndio kwa mwanzo sasa kuzuka hizi dini za uongo. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba kila mwanadamu aliyeumbwa anafahamu kuna supreme human being, supreme being, kwa kiumbe ambacho ni cha juu ambacho ndicho kinatakiwa kipewe ibada. Lakini sasa kinapewa ibada ndio jinsi ambavyo watu wametofautiana. Tunapata dini ya ukweli ambayo ni Ukristo, lakini pia kunakuwa na dini ambazo za uongo ambazo ndizo tunaenda kuziangalia. Dini ya asili ya jamii ya mwanadamu ilikuwa imani kwa Mungu mmoja. Katika kitabu cha Mwanzo, mara baada ya uumbaji, kwa jinsi ambavyo Mungu alishuka katika hali ya kutambua kwamba Mungu pekee ndiye ambaye anastahili kuabudiwa. Mwanzo mlango wa kwanza tunaelewa kwamba tunaangalia asili ya dini. Kwa asili ya dini ni kwamba jambo la kwanza tunajaribu kuona kwamba uumbaji wenyewe unathibitisha kwamba Mungu yupo na anastahili kuabudiwa, na watu ambao wanaacha kumwabudu Mungu wanaacha tu kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao wao wenyewe, na jinsi ambavyo wametaka kubadili asili ya Mungu. Mwanzo 1:26 linasema kwamba Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano Mungu alimuumba, mwanaume na mwanamke aliwaumba. Mungu akabarikia akasema, zaeni mkaongezeke, mkajaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mwanadamu ameumbwa kwa sura
na mfano wa Mungu. Hiyo ni hali ambayo kuna uhusiano kati ya huyu Mungu na mwanadamu katika hali ya kiibada. Katika Mwanzo mlango wa 4 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5, Biblia inaendelea kusema, Mwanzo 4:1, Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Kaini, akasema, nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima wa ardhi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake, sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akakadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Hapa ni ibada tayari. Kwa pale mwanzoni kabisa, kwa sababu huyu mwanadamu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, wanatafuta jinsi ya kumkaribia Mungu, jinsi ya kuwa na ibada. Ibada inaendelea. Kaini na Habili ni Wakristo, wameingia kanisani na wameingia na sadaka zao na dhabihu zao, na katika kupeleka sadaka kanisani, kwa sababu mmoja ameleta sadaka ikakubalika, mwingine ikakathalika. Moyo ulio safi mbele za Mungu, kwa dini iliyo safi mbele za Mungu, sio ile ambayo ya kujionyesha, lakini ile ambayo ndio jinsi ile ambayo inapasa pia nene mbele za Mungu. Kwa hiyo mwanadamu kuanzia mahali hapa amekuwa ni mtu ambaye katika ibada. Walikuwa tuangalia hapo mwanzoni hapo katika ibada ya kwanza, kama ni kanisa ilikuwa hapo hapo. Ili kanisa la kwanza ni ile kanisa wanne. Wanne. Kama wanataka kanisani wote walikuwa ni wanne: Adamu, Hawa na wazazi. Adamu na Hawa na watoto wanne, wawili. Na hapo mmoja akauawa. Unawaje? Kwa mtu asema kwamba kati ya vita vilikuwa kubwa, mahali ambapo watu wameshauawa wengi kabisa ni hapa. So one third ya population iliuawa. Theluthi ya population, yani theluthi, sababu walikuwa ni watu wanne, akauawa mmoja, maana walikuwa watatu, maana theluthi ya watu wote walikuwa duniani waliuawa. Haja kutokea vita kubwa kama hii ya uwaji mkubwa namna hii. Unaangalia tu kirahisi, lakini ni kipindi ambacho kigumu pia. Lakini anyway, sasa tuangalie sana mambo ya Genesis hapo mwanzo. Najaribu kuangalia ibada jinsi ambavyo ilianza kuanzia pale mwanzo. Kabla ya mwanadamu kuanguka katika dhambi, huyu mwanadamu alifurahia ushirika na Mungu katika uhusiano na kwamba walikuwa katika ya pamoja. Kuanzia hapo sasa, katika tuliposoma katika Mwanzo mlango wa 4, sasa tunaona jinsi ambavyo matokeo ya anguko yanaanza kuonekana. Kabla ya hapo, wewe una uhusiano mzuri kabisa, uhusiano ambao unaendelea vizuri kabisa. Dini asili ya mwanadamu ilitegemewa au aliegemezwa juu ya ufunuo wa Mungu mwenyewe katika asili ya neno lake. Ufunuo wa Mungu uliandikwa juu ya utu wa mwanadamu, hivyo mwanadamu aliamini katika Mungu aliye hai na Mungu ambaye ni wa kweli. Habili alikuwa anatoa sadaka. Alikuwa ameshajua nini ambacho Mungu anakitaka. Kaini alikuwa ameshajua nini ambacho Mungu alikuwa anakitaka, kwa sababu in the process of time, ilipokuwa inaendelea, maana yake kwamba kwa kipindi fulani walikuwa wameshakuwa katika ibada. Inawezekana Adam kama baba alikuwa ameshawafundisha watoto kwamba mnapoenda kutoa sadaka mnatakiwa mtoe 1, 2, 3. Kama tulitaka pale mwanzo. Tulitaka pale mwanzo mlango wa 4. Kwa sababu ya pale leo kiangalia. Mstari wa 3, ikawa hatimaye. Sasa hilo neno hatimaye ni kwamba sio kitendo ambacho labda Kaini na Habili waliamua tu leo wakasema tupeleke sadaka. Sio kitendo ambacho kilianza siku ile, ni kitu ambacho kilikuwa kimeendelea. Tena katika Biblia kitabu cha Kiingereza
Katika kitabu cha Mwanzo mlango ule wa 4 mstari ule wanasema kwamba mstari wa 3, and in process of time, ikawa hatimaye, yani kwa maana nyingine kuna muda ambao hawa wazazi wa Kaini na Abeli ambao ni Adam na Hawa walikuwa wamekaa na watoto wao kama kawaida, huyu akiendelea kufuga, huyu akiendelea kuchunga na kilima, huyu akiendelea kila mtu alikuwa na kazi yake, occupation, fani tofauti. Hakuna shida yote na fani ambazo walikuwa wanazifanya. Kwa watu wanasema kwamba labda huyu alichagua fani nzuri, huyu akachagua fani mbaya. Hakuna shida na fani ambazo Kaini na Abeli walizichagua kama njia ya ibada. Hapana. Hakuna shida yote na hizi fani za ukilimo na ufugaji. Sio tatizo. Lakini muda ambao walikuwa wameishi, walikuwa wamefundishwa taratibu za kiibada, ni jinsi ile ambavyo wanatakiwa approach Mungu, wamsogelee Mungu, wapate jinsi ambavyo watamwabudu Mungu katika utaratibu ambao ni mzuri. Ndio maana ikaambiwa hatimaye, sababu Meleka alisema mara 2, mara 3, mara 4, mara 5, hatimaye ikafika wakati sasa watoto na wenyewe wanatakiwa wa practice kile ambacho wazazi wameshawafundisha. Tuko pamoja? Kwa hiyo najaribu kuwaletea hapo kwamba nataka tujue kwamba hao watu walikuwa katika utaratibu wa kiibada tayari. Wako wameshajua Mungu. Na ndio maana tunaambiwa kwamba Kaini alifanya makosa kwa sababu si kwamba alifanya makosa kwa sababu alileta mazao, sababu wengine pia wanasema kwamba labda kwa sababu alileta mazao, na wengine labda kwa sababu alileta mingi, lakini kwa sababu ya jinsi ambavyo alijiandaa, jinsi ambavyo alileta sadaka yake. Inawezekana kwamba ni kweli kwamba sema ungetakiwa alete blood sacrifice, sadaka ambayo ni ya kutoa damu, ya kumwaga damu kama jinsi ambavyo tayari damu ilikuwa imeshamwagwa kuanzia pale mwanzoni. Lakini katika hayo yote Kaini hakuleta sadaka ambayo ilikuwa inastahili mbele za Mungu, kwa sababu tayari alikuwa ameshafundishwa, alikuwa anafahamu taratibu na alikuwa anajua kwamba ni kwa jinsi gani ambavyo sadaka inatakiwa ipate kutolewa. Hatimaye ni kama jinsi ambavyo unaweza kukaa katika familia. Ndio kama BCA kwa muda mrefu. Ndio kama mzazi anaweza kaa na mtoto kwa muda mrefu, baadaye sasa mtoto anatoa wajibu, anakuwa katika wajibu wake mwenyewe mbele za Mungu. Anapofika katika wajibu wake kuwajibika mbele za Mungu, anawajibika namna gani? Anakumbuka kitu gani ambacho amejifunza. Sasa pale anawajibika yeye mwenyewe. Kaini hapa anawajibika yeye mwenyewe kwa sababu ameshindwa kufanya ibada ambayo ni ya kibiblia, ibada ambayo ni Kristo, ibada ambayo inaonyesha kazi ambayo Kristo atakuja kuikamilisha baadaye katika ondoleo la dhambi, ambayo ni animal sacrifice of God in blood offering. Wote wanaweza kusema kwamba ni kweli, ingawa wanadamu wamepewa udhibitisho wa wazi wa uwepo wa Mungu wa kweli, lakini wanadamu walichagua kufuata miungu mingine na kutafuta njia ya kutetea imani hizi za uongo. Kwa mfano, shahidi wa wazi ambao wanadamu wanao kwamba Mungu wa kweli yupo ni uumbaji, lakini mwanadamu ameamua kutumia nadharia ya mageuzi, evolution, ili kuonyesha kwamba uumbaji si kazi ya Mungu. Hakuna mtu ambaye anapinga au hakuna jinsi ambavyo unaweza kusema kwamba Mungu hajaumba, kwa sababu lazima kuna nguvu ambayo imehusika katika uumbaji. Lakini Darwin na wengine wameamua tu kwa sababu ya nadharia zao wenyewe, kwa sababu ya upotoshaji, kwa sababu ya hali ya kiburi cha mwanadamu, kwa sababu ile hali ya ushetani ambayo bado iko katika mwanadamu, akasema kwamba hapana, hakuna Mungu aliyeumba, vitu tu vilibadilika. Evolution. Hakuna haja na philosophy yake struggle for the fittest. Mwenye haki anaishi. Kila mmoja bila ambavyo vinakufa ni kwa sababu bila nguvu, wala sio Mungu anafanya vipi, ni kwa sababu tu ni survival of the fittest. Kila ambacho kinaweza kuona nguvu kinaishi. Yaani kwa lugha rahisi, kwa nadharia, mwanadamu anajaribu kutafuta kila hali ya kuwa katika kushindana na Mungu. Lakini kushindana na Mungu, lakini bado Mungu anajua kwa Mungu. Na mwanadamu anajua kwa mwanadamu. Anapanga kuwa kiumbe ambacho kimeumbwa. Mwanadamu amekuwa hivyo na kuabudu vitu visivyo na uhai. Ambao ameabudu vipande cha mfupa. Vipande cha mfupa kabisa wakiabudu ni Mungu.
unakiabudu kabisa. Yaani kitu ambacho kimeumbwa kinawekwa mahali. Mtu anasema kabisa hiki ni Mungu, ni idol. Kwa hivyo unaamini kabisa kwamba nikiwa na hiki kibali cha mfupa kitanisaidia. Na watu wamechukua katika ile kudanganyika na wamekuwa katika ile kufikiria katika ushirikina wao umekithiri. Pale cha jiwe, pale cha mti, pango na hata wakati mwingine viungo katika ukucha umela vitu fulani. Hilo kwa na vitu ambavyo mwanadamu anakiweka anakisema kwamba hiki ndicho Mungu. Vitu ambavyo vimeumbwa ambavyo vipo leo, kesho havipo. Kitu ambacho kinaharibika. Tunaye Mungu ambaye haharibiki. Tunaye Mungu ambaye ni milele. Tunaye Mungu ambaye yeye ndiye muumbaji. Na yule ambaye ni muumbaji ndiye ambaye tunamshikilia. Ndio maana kama ile tunamalizia bado mstari 25 akasema kwamba kwa maana walibadili ukweli wa Mungu kuwa uongo, wakasujudia kiume na kuacha na kiume na kukiabudu badala ya Muumba ahimidiwe ambaye anastahili kuabudiwa milele. Huyu ni mwanadamu ambaye tunamsoma sasa hivi ambaye amefanya mabadiliko makubwa ya kile ambacho kinatakiwa kuabudiwa. Sasa angalia aina ya akili za dini. Wakati naomba hiyo makini sana au mwanzoni kuna umuhimu wa kufuatilia kwamba tunapokuwa tunaangalia hizi dini sasa hapo tunaziendea. Utambulizi utakufanya uweze kuelewa kwamba tunachokisoma sasa ni nini kutokana na utambulizi ambao tunaangalia mahali hapa. Huyu mwanadamu ambaye alibadilisha ile asili, huyu ni nani sasa? Aina mbili za dini. Na baadaye pia hapo kwamba tumetumia aina mbili za dini nikimaanisha kwamba ni dini ya ukweli na dini ya uongo. Nikimaanisha kwamba ni Ukristo na dini ambazo sio za Kikristo. Kwa hiyo lazima tukubaliane pale. Kwa hiyo tunapozungumzia aina mbili za dini, lazima tuseme kwamba kuna dini ya ukweli na dini ambayo ni uongo. Kwa umakini kabisa tunasema kuna makundi mawili ya kuamini, beliefs. Ukristo na dini za uongo. Kwa mtazamo huu Ukristo unatambuliwa kama dini ya kweli na zisizo za Kikristo ni dini ya uongo. Dini ya ukweli ambayo ni Ukristo. Hata baraka. Dini ya ukweli yapaswa kufafanuliwa kuwa itikio linalofaa la mwanadamu kwa ufunuo wa ukweli wa Mungu wa ukweli. Na kudia sentensi. Dini ya kweli ambayo ni Ukristo unapaswa kufafanuliwa au kutambuliwa kwamba ni itikio linalofaa la mwanadamu kwa ufunuo wa Mungu wa kweli. Revelation of true God. Mafunuo ya Mungu wa ukweli tunayaita sasa ni dini ya ukweli ambayo ni Ukristo. Wasi ambao tuko mahali hapa tunamshukuru Mungu kwa sababu ametupa neema ya kutambua ukweli wa Kikristo kwamba ni kweli itikio linalofaa. Tumeonyesha itikio linalofaa la ufunuo unaofaa. Na ufunuo unaofaa ni ufunuo wa Mungu ambao ni ukweli, Mungu aliye hai. Ni ya ukombozi na inalenga mpango wa Mungu wa kukomboa wanadamu walioanguka kutoka dhambi ambao ulitangazwa mara ya kwanza katika Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 15 naita ni Injili ya kwanza iliyohubiriwa. Kama ni kanisani, kama ni mhubiri anaanza kuhubiri Injili, basi Injili ya kwanza kabisa iliyohubiriwa ni Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 15 naita Proto Evangelium. Mwanzo, Injili ya kwanza. Na Injili inasemaje? Injili ya kwanza inasema? Inasemaje? Amudi. Injili ya kwanza inasema? Nani nitaweka wadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa nao utakuponda sigini. Hapo ndio jinsi ambavyo Mungu yeye mwenyewe aliposhuka kumtafuta mwanadamu, akamwandalia mwanadamu aliyekosea, aliyefanya dhambi, lakini bado Mungu anampenda. Unajua huwa ni Mungu ingeweza kumharibu mwanadamu aanze mpango mpya. Kwa sababu Mungu ajutii kati yake, aliandaa mpango mwingine wa kurejesha mwanadamu. Na ndio akasema sasa ninaleta mpango mkamili wa ukombozi. Au mpango kamili wa ukombozi utahusiana uzao wa mwanamke.
uzao wa mwanamke utakuwa katika hali ya kuangamiza uzao wa nyoka. Kumbuka maadui wameshakuwa wale pale. Kuna adui wameshapatikana pale. Hebu kulikuwa na pande mbili zinazopigana. Kuna ukweli na uongo. Kwa sasa kunakuwa na uzao wa nyoka na kuna uzao wa mwanamke. Mmoja anakuwa katika hali ya kuteketeza nyingine, of course. Mwisho kabisa, japokuwa uzao wa nyoka una uwezo wa kung'ata kisigino cha uzao wa mwanamke, lakini mwisho wa siku uzao wa mwanamke utakuwa na nini? Utakuwa na kichwa cha uzao wa nyoka. Kwa maana nyingine utakuwa na kumwangamiza kabisa. Huyu mwanzoni uzao wa nyoka of course utakuwa na jitihada za kunini, mateso na nini. Tunaenda ni kama kung'ata kisigino. Na ng'ata kisigino na kanyaga unaendelea. Kwa lugha rahisi ni kama jinsi ambavyo kozi maisha ambayo Yesu Kristo aliyapitia, maisha ambayo mwanadamu anapitia, mshapitia katika hali ya kung'ata kisigino, majaribu, all temptations, not mateso msalabani, hayo yote. Lakini mwisho wa siku blow ya mwisho ni pale ambapo shetani anashindwa kabisa na ndio anakanyagwa kichwa kabisa na sababu kichwa na ushindi unakuwa ni wa Yesu Kristo. Kwa hiyo kupitia uzima milele, kupitia mateso na kifo cha Yesu Kristo, mpango wa ukombozi unachukua sura mbalimbali katika historia ya maendeleo ya mwanadamu. Kutoka mwanzo, kutoka anguko mpaka kipindi cha gharika, tunaona kipindi mahali pale. Na Mungu sio lazima ufuate mpangilio huu. Unaweza kufuata mpangilio, na mara nyingi sana nikikwambia fuata mpangilio huu, inabidi ufuate mpangilio. Sawa? Ukitoka kule nje ufuata mpangilio wako, lakini katika muktadha wa hapa darasani fuata nini? Fuata mpangilio. Tuko pamoja? Hakuna nielewa. Umesikio? Sasa ngine nakwambia kufuatana jinsi tulivyosoma darasani. Ukiandikia hapo kule nje inawezekana yakawa sahihi, lakini mimi nataka yale ambayo tumesoma pamoja. Wewe ndio sasa kuuliza swali alafu unajibu jibu yako ambayo yanafanana. Mimi sasa yanafanana. Nataka yale ambayo tumesoma. Tuko pamoja? Kwa wakati mwingine uwe makini sana. Mimi ndio kuuliza kwamba mpango wa Mungu wa maendeleo katika ukaniandikia. Unaweza kuandika hapo vinafanana kwa systematic theology umesoma. Ukiandikia pia systematic theology unaandikia hapa utakosesha. Sababu sio bado kufundisha nini. Au together. Tuko pamoja? Unaona melala kama karibu watu sita na naona sisi hapo melala usingizi. Naona wao usingizi karibu waanguke hapo kwa kweli. Bila ukweli kwa baya. Sababu utaanguka kimwili hapo, unaweza kuanguka kwenye kiti, ndio ukaanguka darasani pia ukaanguka kiroho. Kutoka anguko kwa gharika kuna mpango mmoja wa Mungu ameandaa. Kutoka anguko pale ndio Mungu anaandaa mpango wa ukombozi kupitia uzao, lakini baadaye wakati wa gharika anaandaa tena mpango wa ukombozi kwa kupitia familia nani? Ya? Nuhu. Atau Nuhu anaitwa Noa. Nuhu. Sio Noa, atau Nuhu. By the way, walioumbwa mwanzo wale wazazi wa kwanza ndio. Wazazi wa kwanza walioumbwa. Ndio, wazazi wa kwanza Adamu na Hawa. Elias, wazazi wa kwanza walioumbwa Adamu na Hawa. Kwa nini unasema Eva? Kwa nini unasema Eva? Ni Adamu na Hawa, sawa? Sisi mzee. So usikariri. Ile leo tu katika ndio maneno ya Kiingereza ya Kiswahili lazima tuweze ya kuyatamka. Nia bwana changanya tena watu ni Solomoni na Sulemani. Musa. Ni? Haundo anakuja Sulemani na Siri. Mfalme Sulemani au mfalme Solomoni? Kutoka Ibrahimu, ikaanza baada ya gharika, baada ya gharika Mungu alifanya kazi kwa kupitia mtu. Sababu kuanzia anguko la mwanadamu pale katika familia ya Adamu
Mungu akamwandaa nani pale? Seti. Seti baada ya sababu si Abeli amekufa. Kaini alikuwa ameanguka. Kwa Mungu akampa mtoto mwingine. Yule mtoto ndio ambaye akaeleza mpango wa nini? Wa ukombozi ambao baadaye utakuja kukamilika katika kwa Nuhu. Kutoka Nuhu, Mungu anabadilisha mpango wa ukombozi unapitia sasa sio tena mtu mmoja. Of course ni mtu mmoja ambaye baadaye ukabadilika kwa ni kama kabila. Ibrahim akapata watoto wake pale. Akatia watoto wa Ibrahim ambaye alibeba mpango wa ukombozi ni nani? Toka Isaka kazaa na watoto. Alibeba mpango wa ukombozi. Toka Yakobo akazaa makabila na ile ya Israeli. Kwa yote kwa pamoja yanataka ile ya ukombozi, lakini particularly Yusufu au Yuda au Ibrahimu au Manase au Nawi. Yesu alikuwa katika laini gani? Kwa lugha rahisi sasa. Yuda, kwa nini Yuda? Sio Yusufu. Yuda kutoka Yuda kaenda kwenye nyumba Yesu apatikana Daudi ndio kupanga ufalme mpaka Yesu Kristo. Kwa katika hiyo line ya ukombozi lazima mpate kujua kwamba ni kwa jinsi gani ambavyo Mungu amefanya kazi ya kuandaa mpango wa ukombozi. Sifundishi nani? Hiyo ni historia nani ya mwanzo Genesis start. Lakini usipio na tu historia kwenye our life of Christ kama ukitaka kutrace genealogy ya Yesu Kristo. Lakini anyway, tunachojaribu kuangalia ni jinsi ambavyo Ukristo umeflow kuanzia vipindi mbalimbali. Kuanzia mwanzo, kuanzia pale kwenye anguko kabisa. Proto Evangelion mwanzo mlango wa 3:15. Mungu akatenda kazi na uzao wa Adam mpaka anguko wakati wa gharika. Mara baada ya gharika Mungu akachagua sasa katika Uri wa Kaldayo. Akamwona mtu mmoja kwa Ibrahim, akamuita amba katika nchi ambayo ilikuwa ni very idolatrous ya kila aina ya ushirikina. Akamchagua mtu mmoja kwa ajili ya kuendelea kubeba mpango wa ukombozi. Anayefanya hapa ndani ni Mungu anafanya, si mwanadamu. Ndio maana tunasema ni Ukristo. Sio taratibu zile za mwanadamu kutafuta Mungu, ila Mungu ndiye anatafuta mwanadamu. Alipokuja kwa kupitia uzao wa Ibrahim, kapata watoto pale. Kwa hiyo Abraham akakaa miaka mingi, hakuna mtoto. Hivyo wanasema anatoka mbele angalia nyota za anga na vitu mtokona. Anasema mimi sina mtoto kabisa, biashara yangu biashara. Wakati mwingine tunakata tamaa. Mungu ametuahidia mambo mazuri mbele yetu, lakini tunafika mahali tunaona kama vile Mungu hapendi tena. Tuambie kwamba Mungu wetu aongozi na kalenda zetu. Kwa pamoja, Mungu wetu aongozi na nini? Na kalenda ambazo tunaziweka kwamba zina au masaa 24, labda tuna siku ngapi kwa wiki, tuna miezi mingapi kwa mwaka. Mungu aongozi namna hiyo. Kwa sababu kwake kiasi miaka 1000 basi muda. Mwaka gani? 2000. Mwaka gani tunaona? 2025 kama si 2000 tu. Jana leo. Basi nimechelewa, nimekaa miaka yote hii, miaka 40 miaka 60 na sijapata. Hata hajafika hata siku moja. Hata hajafika. Kwa Mungu katika kalenda ya Mungu, lakini pia wakati pia unaweza kusema kwamba nimechelewa, nimefanya sana, siku moja tu. Just one day. Kwa hiyo kwa wa Abraham au Ibrahim alipokuwa amefika mahali ambapo sasa ametaka kukata tamaa, kabla ya nenda tu tumia njia yako binafsi, tumia akili zetu wenyewe. Na ndio mara nyingi tunafanya hivyo. Nimejaribu kusubiria ahadi za Mungu, nimesubiria ahadi za Mungu, naona kama Mungu hatendi. Kwa hiyo naamua nitumie njia yangu mimi mwenyewe. Ibrahimu alishauriana na mke wake. Tunasema kwamba ni ushauri mzuri kifamilia, sababu mke na mume wamekubaliana, naenda tu kwa kijana tupate mtoto kule, kwa sababu naona kama vile Mungu amechelewa.
kama vile haitawezekana tena. Walipata mtoto. Akaitwa nani? Ishmaeli. Ambaye ataendelea kuwa mwiba, ataendelea kuwa ni chukizo, ataendelea kuwa ni kitu ambacho kitaendelea kuwa ni usumbufu ambao utaendelea kudumu as long as we are still living here on earth. Yaani baada ya kuishi bado kosa la uvumilivu ambalo Ibrahimu alilikosa endelea kuharibu au endelea kuwa chukizo. Sasa hivi kozi ishi inaendelea katika mashariki ya mbali kule, mashariki ya kati, sio mashariki ya mbali kule na ni Korea na wapi kwa hiyo mashariki ya kati. Yanachoendelea kule ya kati ya Waisraeli na Wapalestina yote ni matatizo haya ambayo kutokana na Arab race. Kupitia Ishmael kupata Arab race, kupata ile mrengo wa Arab, kupata mrengo wa Israel kupitia Isaka ambao alikuwa ni chaguo la Mungu. Kwa sababu ni chaguo la Mungu, of course Mungu kwa sababu anapenda kulinda chaguo lake. Kumwambia mtoto afanye nini? Huyo aondoke. Tafanya ukitambariki lakini aondoke kwa sababu anaweza kaleta madhara kwa ili chaguo. Ishmaeli ni mmoja Isaka. Fikiri sasa wakati wanacheza tu watoto wanacheza kule watoto wawili. Of course Ishmaeli alikuwa mkubwa kidogo, alikuwa mkubwa. Si ndio? Ndio maana alikuwa ameanza kummock, alikuwa ameanza kumkejeli. Na neno linalotumika mahali pale sio neno tu la kumkejeli kwamba ni mjinga. Neno ambalo lingeweza kutumika kuleta madhara kwa huyo mtoto mdogo ambaye alikuwa amebeba Ukristo, ukombozi wa mwanadamu. Kwa hiyo Isaka alikuwa ni mtoto wa ahadi na alikuwa amebeba ukombozi wa mwanadamu. Kwa hiyo lazima pia Mungu katika ulinzi wake maalum kabisa amlinde huyu. Ibrahimu akamwambia hapana, huyu mtoto mwingine muondoe. Sio mjakazi wake. Hawezi kukaa pamoja na huyu. Ni ulinzi wa Mungu. Kwa wakati mwingine kuna vitu ambavyo Mungu anafanya maishani mwako wewe hata bila kujua. Yaani kuna ulinzi ambao Mungu anakupa ambao wakati mwingine huwezi kutambua kwamba kuna ulinzi ambao Mungu amenipa. Lakini yeye anatenda kwa sababu bado umebeba kusudio la Mungu. Na kama umebeba kusudio la Mungu anasema kwamba utabakia kuwa hai mpaka kusudio lake lipate kutimilika. We are immortal until his task is done. Tutabakia kuwa katika hali tulionayo, yani Mungu atakulinda hata kama ni muovu namna gani. Unajua unaweza kufanya uovu lakini bado Mungu anakuwekea ulinzi fulani kwa sababu bado kuna kusudio la Mungu ambalo umelibeba. Yaani kusudio ambalo umelibeba atakulinda mpaka mwisho. Aliweza kulinda ule uzao ambao yani jinsi ambavyo alizaliwa. Wako wengi sana angalia jaribu tu kutrace jinsi ambavyo Yesu Kristo alizaliwa. Na nafikiri hiyo ni kazi ambayo unajua na hapo unataka kusoma masomo ya juu zaidi kama unataka kupata degree yako. Unajua katika thesis pia na uziana jinsi ambavyo genealogy ya maisha ya Yesu Kristo. Kupata title ya thesis sio kazi rahisi. Ndio. Kupata title ya thesis ni kazi ngumu. Sasa ukishapata hiyo nimeshapata kingi. Sasa unaona frame vizuri. Kwamba jinsi ambavyo protection ulinzi wa Mungu jinsi ambavyo amelinda kuanzia jinsi ambavyo alianza kudili na Ibrahim na jinsi ambavyo ameendelea kulinda mpaka pale ambapo Yesu Kristo anakuja kuzaliwa. Mpaka anapozaliwa unajua, mpaka pale anapozaliwa tukumbuka kule kuzaliwa kwa Yusufu na Mariamu. Yusufu na Mariamu pale kama hii ingetokea Yusufu atangaze, "Aya, yule mwanamke hapa nimemchumbia na mimi bwana." Mayahudi kwa hasira kutoka na mawe piga huo tayari Yesu. Lakini Mungu providentially katika ulinzi wake analinda na anafunika haya yote yatokee kwa sababu gani? Kuna mkombozi, uzao wa mwanamke ambaye mwanamke lazima apate kuzaa yule ambaye atampona nani? Nyoka kisipika. Ambaye mtoka kwa mwanamke na sio mwingine ni Yesu Kristo. Angalia pale katika Mwanzo kusema kwamba uzao wa mwanamke maana yake ni uzao sio wengi. Katika kitabu cha Galatia anasema hata walikuwa ndio utimilifu wa wakati. Au walikuwa ndio utimilifu wa wakati na wakati sasa Mariamu
analeta sasa uzao wa mwanamke kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Ndio break ile tutaendelea. Ndani jona dakika 45. Shop. Pendelee. Kwa hiyo Ukristo umekuwepo katika mfumo huo kuanzia huko mpaka katika Abrahamu mpaka Kristo, lakini pia Kristo mpaka mwisho wa dunia. Na ndio kipindi ambacho tuko sasa hivi. Kristo ameshakufa msalabani. Sasa hivi ndani ya kanisa tunaendelea kutangaza ukombozi kupitia Yesu Kristo mpaka mwisho wa dunia. Dini ya ukombozi kimsingi ilikuwa sawa katika Agano la Kale na Agano Jipya, licha ya kwamba kuna tofauti katika utawala. Utawala ni kwamba administrations, dispensations ziko tofauti, lakini ukombozi ni ule mmoja. Utawala unaweza kuwa tofauti au katika taratibu za ukombozi zinaweza kuwa zile taratibu, sio aina ya ukombozi. Aina ya ukombozi ni Yesu Kristo, imani kwa Yesu Kristo. Lakini zile taratibu za ukombozi zinaweza kuwa tofauti kwa sababu katika Agano la Kale walikuwa wanafanya nini? Walikuwa wanamwangalia Yesu Kristo. Katika mchoro huwa tunatumia mchoro wa Agano la Kale. Tutafungue picha hizi. Walikuwa wanamwangalia Yesu Kristo. Na leo pia tunamwangalia Yesu Kristo ambaye ameshakufa msalabani. Kwa hiyo katika vyote lazima bado tunaangalia huyu aliokolewa kwa msalaba, huyu anaokolewa kwa msalaba. Ukombozi ni ule mmoja, lakini katika aina tofauti. Huyu alitumia sana sacrifices au dhabihu za wanyama. Huyu anaangalia dhabihu kamili. Yesu Kristo. Na huyu dhabihu za wanyama pamoja kama dhabihu za wanyama, lakini kwa imani pia ndio tunaangalia Yesu Kristo. Kwa alipokuwa anapeleka mnyama kwenda kuteketezwa au mnyama wa sadaka, huyo mnyama ambaye alikuwa anapelekwa alikuwa ni mnyama ambaye anaangalia damu ambayo itamwagwa ndani ya Yesu Kristo. Kwa hiyo ninapopeleka mnyama wangu ni kama vile ninamwamini Yesu Kristo. Ninapopeleka mnyama wangu katika sadaka, ninapelekea kuhani mnyama wangu apate kumchinja, damu imwagike. Ni kama vile damu ambayo itamwagika ndani ya Yesu Kristo pale msalabani. Ndio maana tunasema kwamba bado mfumo wa ukombozi ni Yesu Kristo, ingawaje katika utawala tofauti. Utawala wako ulikuwa ni wa kikuhani zaidi. Yaani hapa tayari kuna sadaka imeshakamilika na kuhani mmoja ambaye ameshafanya kazi yote, ambaye Yesu Kristo, ambaye hapo kuna ofisi zile tatu. Unazikumbuka? Ofisi tatu ambazo zilikuwa zina ukombozi, ofisi ya kuhani. Hapa Agano Jipya zimechukuliwa zote na Yesu Kristo mwenyewe. Amechukua zote yeye mwenyewe. Yeye ni sadaka mwenyewe, lakini pia amechukua hizo ofisi ambayo yeye ni kuhani kweli na ni kweli na mfano kweli. Kwa ukombozi ni ule mmoja. Dini katika dini ya ukombozi ya Agano la Kale ilikuwa imani ya Israeli katika Yehova. Walikuwa wanamwamini Yehova, ambayo ukombozi ni kipindi cha Agano Jipya unaoka katika Ukristo. Hizo ni utawala. Hata hivyo, ukombozi katika Agano la Kale na Agano Jipya katika Kristo Yesu pekee. Bado ni wajibu ni Kristo Yesu pekee, ndio msalaba ni mchora watuko. Lakini sasa unaweza uongo. Kuna dini za uongo. Na tafadhali naomba tuelewane kabisa pale. Kuna watu ambao tunazana bado maswali na kwa faida ya wote bado tuendelee kujibu tu ile swali kwamba kwa nini tunachukulia Ukristo kama dini? Ukristo sio dini, ila katika hali ya kuleta uelewa
katika ulinganisho, kwa sababu tunasoma dini za dini, lazima tujue kwamba kuna apostoli za uongo na tujue kwamba kuna ukweli. Sasa kutofautisha uongo na ukweli, maana tunatumia hili neno katika matumizi mepesi, tunaita loose sense. Katika matumizi mepesi, naomba turuhusu tutumie neno hili la dini kama Ukristo, lakini wewe mwenyewe ukielewa katika hali ya kawaida, strict sense, kwamba Ukristo sio dini. Lakini katika matumizi ya kawaida, ili kuweza kutofautisha, lazima tutumie neno. Wakati mwingine ipo tunaita ni comparative religion. Comparative religion maana yake kwamba unalinganisha dini mbalimbali. Sasa unalinganisha na ipi? Katika kulinganisha lazima pia utakuwa na ulinganisho na Ukristo. Unaposoma Uislamu, unaposoma Uhindi, unaposoma Ubudha, utaona ni Confucianism, lazima unasoma kwamba ni mbaya kwa sababu ya nini? Kipimo ni nini? Ukristo. Definitely lazima ni Ukristo. Kwa hiyo unaposoma comparative religion, unapolinganisha zile dini zingine zinazofanya mambo mabaya, lazima uwe na standard ya kusimamia. Msingi wa kusimamia ni Ukristo, ambao ni Ukristo wa Biblia, ambao ni sisi ambao tunasimamia. Kwa hiyo elewa tu katika muktadha wa namna hiyo. Kwa hiyo unaposema dini za uongo, sasa dini za uongo ukazia jitihada za mwanadamu kupata kibali kwa Mungu kupitia yale yanayoitwa matendo mema. Kwa mara nyingi sana una struggle, unajitahidi sana utafuta jinsi gani ambavyo utapata kibali kwa kufanya matendo yaliyo mema. Anguko la mwanadamu pale bustani ya Eden ilipotosha asili ya mwanadamu na kutia giza ufahamu wake wa Mungu na yeye mwenyewe. Kwa hiyo kuanzia pale katika anguko, ile hali ya ushirika kati ya Mungu na mwanadamu viliingia giza. Ule uhusiano ambao mwanadamu alikuwa na Mungu, lazima kwamba ulivunjika katika hali kwamba sio kwamba uliondoka, lakini kuna hali ambayo ni ya giza. Kwa hiyo hapo tunakuwa miwani, naweza kuelezea hali hiyo. Na miwani yako umevaa miwani yako sio, alafu ukagusa na mafuta. Unaona utaona kweli, lakini utaona vizuri. Wewe utakuwa umetoa giza. Macho yako yametoa giza, wewe utaona vizuri. Halikadhalika, mara baada ya anguko, ule ushirika ambao Adam na Hawa walikuwa nao na Mungu ulitoa giza. Na ndio hali ambayo inatokeza mara nyingi sana tunapomkosea Mungu, tunapotenda dhambi. Mwanadamu ambaye amemkosea Mungu, na hata Daudi anasema kwamba alipomkosea Mungu, alikosa ile furaha, ile ushirika na Mungu ulitoa giza, mpaka alipolia na kuomba Mungu, nirejeshe furaha ya wokovu wangu, nirejeshe ule uhusiano na Mungu, nirejeshe ile hali ya kuwa na wewe Mungu vizuri. Sio wakati mara nyingi sisi tunapomkosea Mungu tunatambua kwa nini giza limeingia ndani yetu, na tunaomba Mungu turejeshe ule uhusiano wetu ukapate kuwa mzuri tena. Pale ambapo unarejeshwa, kwa tunafurahia na tunakuwa na uhusiano na Mungu vizuri. Lakini wakati mwingine wanashupaza shingo zao, na wengine wanafanya mioyo inakuwa migumu, kama jinsi ambavyo tumesoma katika kitabu cha Warumi, wanafanya mioyo inakuwa migumu, na mioyo inapokuwa migumu maana yake ni kwamba hapo unakuwa tena hakuna msaada. Una darkened heart, unakuwa blinded, unakuwa vanity mind, vote vinakuwa vinaingia ndani ya yule ambaye sasa Mungu anakuwa sio sehemu ya maisha yako. Unajaribu kufanya yale ambayo unajua kwamba hayo ni ya kwako mwenyewe, ambao unayapenda mwenyewe. Madhara ya dhambi yalizaa dini za uongo kinyume na kusudio la Mungu katika uumbaji. Tumeshasoma katika kitabu cha Warumi. Lakini sasa hiyo nataka usome mpaka mlango wa 3. Sura 19 tulisoma jana kwa na ubiri katika cheko. Mstari ambayo inaelezea total depravity. Jinsi ya mwanadamu ameanguka, na katika kuanguka si tu alianguka na kusimama, lakini alianguka na kuendelea kuishi katika uovu na kutafuta maisha ya uovu zaidi, lakini pia akijua kwamba kuna hukumu ya Mungu. Niombe jambo la wazi kabisa. Hata sisi tulioko mahali hapa, kwani sisi ni wakamilifu? Katika uovu wetu ambao tunaendelea kufanya, tunafanya lakini tukijua kabisa kwamba kuna hukumu ya Mungu. Na tunajua kabisa kwamba hukumu ya Mungu iko, lazima iko. Na kwa wale ambao wataendelea kuishi maisha ambayo ni ya kuchukiza mbele za Mungu, wale ambao pokea neema ya wokovu, tunamshukuru Mungu. Kwa sababu
Unapotenda dhambi, tunajua kwamba tunaye wakili mwaminifu Yesu Kristo ambaye anatuombea. Hapo tu dhambi zetu ni mwaminifu na haki kutusamehe na kutusafisha na kila aina ya udhalimu, na kutusafisha kabisa. Lakini pale ambapo unaendelea kutenda dhambi na kuziishi maisha ya dhambi na kufanya dhambi ikawa ni sehemu ya maisha yako, maana ni kwamba hapo unaenda katika hatari ya kuwa na kifo cha pili, ambacho sasa ni kutengwa na Mungu milele. Au ni jambo la huzuni sana pale ambapo tayari umeshapata ufahamu na umeshakuwa illuminated, umeshapata mapokeo, umeshapata mafundisho neno la Mungu na umeshapata mwanga wa neno la Mungu, lakini bado unaona kwamba sadaka ya Yesu Kristo msalabani kazi bure. Waebrania anatuambia kwamba mtu wa namna hiyo ni mtu ambaye ni hatari sana, kwa sababu hata kumfuata huyu mtu inakuwa ni ngumu. Umeshakuwa lighted, umeshapata mafunuo, umeshapata mwanga wa neno la Mungu, lakini unasema kama vile unaona sadaka ya Yesu Kristo msalabani kazi bure na ikanyagia huko chini. Ufunuo wa Mungu upo katika neno lake na unatafsiriwa wakati mwingine neno la Mungu linatafsiriwa vibaya na kuhukumiwa vibaya na wanadamu, ili kwamba lilete katika malengo ambayo wanataka katika kuleta mafundisho ambayo ni ya uongo. Badala ya kuwaongoza wanadamu kwenye kichwa kumwabudu, kumtukuza Mungu na kumshukuru, inapelekea kuabudu viumbe zaidi ya Mungu au zaidi ya Muumbaji. Ufunuo wa Mungu ulipotoshwa na kupotoshwa na kusababisha dini za uongo za ulimwengu kuzuka. Hata hivyo, kubaliana kabisa kwamba kuna kitu ambacho tunaita common grace, neema kwa watu wote, au kitu ambacho tunaita restraint power, kitu kinachozuia uovu kutendeka kupitiliza. Kama tunasema kwamba pamoja na hayo, tunapoangalia hizi dini za uongo ambazo zipo duniani hata siku ya leo, kuna mambo mazuri ambayo unaweza kuyapata. Si kwamba kila kitu kwenye dini za uongo ni 100% baya. Kuna mambo mazuri. Ngaja yale mazuri ambayo tunaweza tukayaona pale ni mambo mazuri, si mazuri kwamba yanawapeleka mbinguni, lakini mambo mazuri kwamba yanafanya jamii iwe katika hali ya kuishi maisha ambayo ni ya kawaida mazuri. Kwa mfano rahisi, hizi tunazoziita dini za uongo, dini za uongo tutazitaja baadaye, sawa? Ziko hapo mbele. Dini za uongo, dini za uongo kama Waislamu kwa Judaism, Confucianism, ziko nyingi, dini za asili, dini za mababu za asili, za kuabudu sanamu. Zote hizo dini za asili, dini ambazo za uongo. Kuna mambo mazuri ndani yao. Wote wanakataza, hamna mtu anasema kwenda kuimba ni vizuri. Wanasema kwamba kuimba ni mbaya, lakini si kwamba kuimba ni mbaya kwa sababu ya kumpenda Mungu. Kwa sababu ya kulinda maadili yale ya kawaida ya kijamii. Kuna mambo mazuri, kuna elements zile ambazo pia zipo. Immorality, mambo ambayo ni machafu pia yatakuwa yanakemewa. Kila mahali yanakemewa tu. Hata kwa wapagani, hata mtu ambaye ni mpagani hawezi kuambiwa kuimba ni vizuri. Hata kama ataenda kuimba, lakini ataiba kujificha kwa sababu anajua ni jambo baya. Hata kama akifanya jambo baya, atafanya gizani. Kwa nini? Asionekane. Anajua ni baya. Na huyu ni Kristo? Hapana. Kwa hiyo, kama ndio tuomba Yesu, kama mazuri sio kwamba ni restraint power, ni nguvu ya kuzuia maovu yasitendeke zaidi. Tunaambiwa kwamba kuna mambo mazuri katika dini za uongo, hata hivyo sio mazuri kwa ajili ya wokovu. Hakuna dini isiyokuwa na jambo jema kabisa. Kuna jambo jema ndani yake. Kuna mambo mema katika dini zote, ingawa kwa sababu ya mifumo ni potofu. Na ile mifumo ambayo inatumia ni mifumo ya uongo. Haina ufumbuzi wa maisha ya mwanadamu katika ulimwengu wa kiroho. Sasa kufanya mambo mengi mazuri, ukatoa sadaka nyingi sana, ukatenda matendo mema katika jamii, ukajenga mahospitali, ukahudumia wagonjwa, ukajenga mashule kwa ajili ya kutoa umaskini, ukafanya mambo mengi, kaanzisha mashirika kwa ajili ya kusaidia watu. Lakini haya yote yanapofanyika yatasaidia tu kwa kiwango fulani. Lakini kwa sababu mfumo tayari wa maisha ya kiroho ni uovu, bado utaendelea kuwa katika hali ya uovu daima na daima. Hakuna suluhisho la maisha ya kiroho
kwa ajili ya Mungu. Biblia inaonyesha wazi kwamba sifa hizi nzuri ni matokeo ya neema ya Mungu kwa watu wote. Neema ya kawaida, common grace. Na maanisha neema ya Mungu inatolewa kwa watu wote ulimwenguni mbali ya wokovu katika Kristo Yesu Kristo. Na hizi neema ni zile ambazo nasema kwamba Mungu anaachilia tu kwamba mambo mazuri yaendelee kutendeka huku katika ulimwengu huu. Hii sio kwamba mojawapo kati ya sehemu mojawapo ya neema ambayo inaita ni neema ya kawaida. Jua linawaka, sio sasa hivi jua linawaka sio. Ikitoka nje tunafurahia jua linawaka. Jua linawaka bisi peke yake. Jua linawaka kwa Kristo peke yake. Hata wale ambao ni mapagani jua linawaka pia. Kwa nini hii neema ni mambo mazuri ambayo wenyewe wanapotoa wanafurahia, wanasema kwamba tunashukuru Mungu kutupa jua. Bila kujua Mungu gani. Wanasema ni tunashukuru Mungu kutupa jua. Tunashukuru Mungu kutupa mvua. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya ulinzi wako, tumeenda sababu tumerudi, hizo tunaleta zote, tunaleta ni neema za kawaida kwa watu wote ambao Mungu anawapa kwa watu. Tunashukuru. Sasa kwa sababu gani? Kwa sababu wanatambua kuna mtu ambaye ni mkubwa zaidi. Huyo mtu mkubwa zaidi wanashindwa kumuelezea katika hali ya mazingira ya uumbaji na Mungu jinsi ambavyo aliumba. Lakini pia nabii kusema hayo yanayotendeka ni mambo ambayo yanatendeka katika mfumo wa kidini. Hizo sifa kutokeza sifa nzuri na mifumo mbalimbali ya kidini za uongo. Mfano, hii mifano tumetolewa mahali pale kama jinsi ambavyo nimejaribu kuelezea. Nimeshaelezea lakini najaribu tukisoma mahali pale kwenye notes. Ukristo na dini ya Buddha, Buddhism, ambayo ni mojawapo kati ya dini za uongo. Buddhism inafundisha kwamba kuiba ni kosa. Na katika Biblia tunaambiwa kwamba thou shalt not steal, usiibe. Sasa kwa sababu wanafundisha kuiba ni kosa na Biblia inasema kwamba usiibe, kwa hiyo ina maana kwamba na dini wa Kristo ni dini nzuri. Hapana. Sio majeni dini nzuri. Ni kati ya vitu ambavyo vinafundishwa katika ile matendo. Uislamu na Ukristo of course hufundisha wajibu wa kusaidia yatima na maskini na kutoa sadaka. Kama kuna dini ambayo inatoa huruma na kutoa huruma sana ni Uislamu. Mambo mengi sana ukienda siku ya kesho, siku ya Ijumaa, ndio kule mjini maduka mengi ambayo ni ya Kiislamu wanaweka chombo cha sadaka pale, watu wanakuja wanatoa sadaka pale, na akija mtu ambaye ni maskini, mtu mhitaji, wanampa very kindly katika hali ya kutoa sadaka. Lakini nasema kwa wanafanya kuliko watu wa Kristo kama matendo mema, kama matendo ya huruma, charity, yale matendo ya huruma, matendo ya kusaidiana. Unaweza kusema wale wanafanya kuliko sisi, lakini bado tunasema kwamba haifai kwamba hiyo ni dini ambayo ni nzuri. Pamoja na kuwa watatenda haya yote, lakini bado haifanyi yawe ni matendo kwa ajili ya maisha ya kiroho. Hapana. Mkristo kwenda anatoa na Muislamu kwenda anatoa. Muislamu anatoa kwa sababu anaamini anapotoa pale anapata dhabihu. Ndio madeni. Thawabu, anapata thawabu, anapata karma, anapata kitu ambacho cha zaidi. Anapata kitu ambacho kitamsaidia kwa ajili ya maisha yake ya kiroho. Yaani kama vile anajijengea hazina. Wanapotoa yeye atoe kama unatoa kwa ajili ya upendo kwa Mungu. Nimemsaidia mtu kwa sababu ninampenda Yesu Kristo, na Yesu Kristo ni upendo. Katika hali ya upendo Bwana msaidia katika hali ya upendo wa Yesu Kristo. Si kwa sababu nipate wokovu, lakini kwa sababu tayari nimeshapata wokovu, Bwana anaweza kusaidia. Nikatenda matendo mema. Wenyewe wanatenda matendo mema ili yawahesabie kuwa na haki. Kwa hiyo kuna tofauti kubwa katika matendo mema. Ni kweli kwa Mkristo natoa kwa sababu ya nia ya kupenda Mungu. Kristo anatoa kutokana na nia ya kupenda Mungu, shukrani kwa ajili ya neema ya wokovu ambayo imeshatolewa. Lakini Muislamu ni kwa ajili ya kupata wokovu wao. Kwa hiyo katika Ukristo mambo matatu yanahitajika mtu anapofanya wema. Jambo la kwanza, ambao elewa haya mambo. Naweza kukuuliza. Ni masikio la nasikia.
Mambo matatu ambayo yanahitajika pale ambapo umeamua kutenda mema. Elewa kwamba ni lazima kiwe kitu kilichoamriwa na Mungu au kinachotakiwa na mapenzi yake. Kila unapoamua kutenda jambo jema, lazima hilo jambo liwe ni jambo ambalo aidha Mungu ameliamuru. Kwa mfano, kwa sababu unatoa sadaka, unasaidia maskini, unasaidia yatima, na yaani kitu ambacho kimeamriwa na Mungu, lakini pia kinatakiwa kwa sababu ni mapenzi ya Mungu kifanyike vile. Natakiwa sasa hivi niende kanisani, natakiwa niende kipindi cha maombi, natakiwa nikatumike, natakiwa nifanye huduma fulani, natakiwa nihubiri Injili. Ninafanya kwa sababu nimeamriwa, lakini pia ni kwa sababu ya mapenzi ya Mungu. Jambo la pili, ni lazima ifanyike kwa nia ya upendo kwa Mungu na wanadamu wenzetu. Unapofanya jambo jema lolote, ilenge msalaba jinsi ulivyo. Kuna vertical na horizontal cross. Ni strike of the cross. Kwamba kuna msalaba unaposhuka, kuna uhusiano kati ya nini? Ya mwanadamu na Mungu. Lazima huo uhusiano uwepo. Lazima upendo wa huyu mwanadamu na Mungu, lakini pia lazima kuwe na uhusiano kati ya mimi na mwenzangu. Unapofanya lazima uonyeshe huo upendo. Kwamba nafanya jambo hilo kwa sababu nampenda Mungu, lakini nampenda mwenzangu. Nampenda Mungu na nampenda mwenzangu. Jambo la tatu, unapofanya jambo jema lazima ipende fanyike kwa imani. Na pasipo imani haiwezi kupendeza. Kwa lazima unapofanya jambo jema lolote, nijue kufanya jambo jema nikijua kwamba nina imani kwamba nilichokifanya nimefanya jambo ambalo ni mapenzi ya Mungu na kusudi la Mungu. Nafanya kweli kwa sababu ni kitu ambacho najua kwamba kimetoka ndani yangu, na kupitia jambo hilo ambalo nimelitenda ni kitendo cha imani ambacho hakika kuna kitu ambacho nimekipalilia ndani yangu. Lazima utuelewe katika utoaji wetu, katika kutenda kwetu mema, pamoja na kwamba kweli tunaweza kufanana, lakini mifanano lazima tuweze kuitofautisha kabisa. Huwezi kusema kwamba matendo mema ya Kiislamu, matendo mema ya Kihindi, matendo mema ya Kibudha na matendo mema ya Confucianism, matendo mema ya Kikristo ni sawa. Sio sawa. Wakati unaweza kuonekana upende matendo mema katika mtazamo wa kawaida, mtu akikuangalia bisasa pale awali kwamba wakati mwingine wa Kristo tunaonekana hatupendi matendo mema sana. Haikupenda ni yetu, inawezekana kuna matendo mema mengi au tumetenda pia hata pasipo kujionyesha. Hatufanyi kwa ajili ya watu kuona, ila tunafanya kwa ajili ya Baba aliye mbinguni kuona. Tunapotoa sadaka, hatupigi panda kama Wayahudi kama Mafarisayo kwamba angalia nimetoa hii. Wala kusema kwamba niangalia jinsi ambavyo mimi nasali naonekana mbele ya watu. Nasema wale wanafanya vile, wanafanya wako mbele ya watu, watu wanafanya nini? Wanaona. They receive the praise of men. Watu wanawaona na wanawasifia kwa sababu tayari katika yale matendo ambayo wameyatenda, katika ile hali wametenda tayari mtu asema mbona fulani, mbona akisali Bwana. Mbona fulani, mbona akitoa sadaka, yaani tayari watu wamesha usifu. Lakini sifa pekee ambayo inahitajika ni sifa ambayo ni Mungu aonaye sirini. Na Mungu aonaye sirini anakulipa kufuatana jinsi ambavyo unafanya, kwanza kwa mapenzi yake, pili kwa upendo, na tatu kwa imani. Lazima ufanye kwa namna hiyo. Fanya namna hiyo, unapata thawabu ambayo pia ni kubwa zaidi kuliko ile ambayo anafanya ili apate kuonekana mbele ya watu. Naona kabla tutaenda kwa haraka zaidi, sio kwa haraka sana kwa sababu nataka niishie mahali fulani, na kabla siishie mahali pale, nipeleke kidogo ambacho tunataka tupitie mahali hapa tena, kwamba tafiti mfupi kuhusu dini kuu duniani. Tunaingia mahali pale, tafiti mfupi kuhusu dini kuu duniani, na kabla tujaangalia mmoja baada ya nyingine, hapo nataka dakika ambazo zimebakia tutamaliza kabla ya muda kidogo, lakini hata hivyo nafikiri twende tu kama tunaishia wapi. Utafiti mfupi kuhusu dini kuu duniani. Unaposema dini hapa sasa, kwa kusema dini katika namba hii hapa, tunapotumia neno dini hapa sasa, tumeutoa nini Ukristo? Kwa pamoja, sasa tumeenda kwenye strict sense ya neno dini. Kwa sababu ni dini, Ukristo hautazungumzia tena. Ukristo tunasema kwamba wenyewe ni Ukristo ni dini, ni uhusiano wa Mungu na mwanadamu. Lakini sio uhusiano wa mwanadamu. Hapo sasa tunaangalia kwamba
Ukristo si mojawapo ya dini za ulimwengu, bali ni dini ya kweli, jibu la kweli kwa Muumba na Mwokozi. Yaliyomo ndani yake yamefunuliwa kimungu na muonekano wake ni wa nje. Waumini si jaribio la kupata wokovu, bali sadaka ya shukrani kwa ajili yake. Kwa hiyo tunapozungumzia habari ya Ukristo na taratibu ambazo Wakristo wanazifanya, labda saa ingine tunaimba, saa ingine tunaomba, tunatoa sadaka, tunafanya matendo mema fulani fulani, tunawasaidia watu, tunatembelea watu. Hayo tunayofanya hatuyafanyi kwa sababu ya jaribio lolote la kupata wokovu. Hatufanyi vile kwa sababu labda nikifanya hivi ninajaribu kujua ni jinsi gani ambavyo nitapata wokovu. Hapana, ila tunafanya vile kwa sababu ni sadaka na shukrani kwa ajili ya yale ambayo Mungu ameshatutendea. Lazima tupate fanya vile. Katika kitabu cha Warumi mlango ule wa 2, mstari ule wa 8 na mstari wa 9, kwa mara nyingi sana tunapenda kusoma mistari miwili. Mara nyingi sana wanapenda kushauri watu kwamba ukisoma ile mistari miwili umalizie na mstari wa ngapi? Wa 10. Sababu mstari wa 10 unakusudio kwamba Mungu tumeokolewa si kwa matendo, mtu awaje asije kujisifu, si kwa matendo ni kweli, lakini katika hayo yote tumeumbwa ili tupate kuyatenda matendo mema ambayo kuanzia awali Mungu amekusudia kwamba tupate kuenenda katika hayo matendo yote. Na ndio ambao tunazungumzia kwa sasa kwamba ni shukrani zetu mbele za Mungu. Tumepokea wokovu bure. Tumepewa hiki kwa bure. Na kwa sababu tumepewa bure, sasa lazima tumwambie Mungu asante. Tumwambie Mungu asante, hatuwezi kwenda msalabani tufe na sisi. Lazima tutoe sadaka zetu kama shukrani mbele za Mungu. Sifa kwa Mungu na kutukuza Yesu kwa kuniokoa. Ninakuabudu, umesema tukuabudu wewe. Umesema tukutolee sadaka, unafanya matendo ambayo yataonyesha upendo kwa Mungu na pia kwa mwanadamu. Hizo ni shukrani ambazo tunazitoa mbele za Mungu. Sasa hizi dini zingine tunaona kwamba ni jitihada ambazo wanazifanya. Na jitihada mara nyingi jitihada ni kwamba ni struggling. Ndio tunafanya hivi nipate thawabu mbele za Mungu. Dini kuu za ulimwengu ziko nyingi. Ile sasa katika somo hili tutaangalia chache. Hatuwezi kujifunza zote. Ziko nyingi, alafu hatuwezi kumaliza zote ambazo zipo katika ulimwengu. Ulimwengu ni mpana, na kama nilivyotangulia kusema pale mwanzoni, mwanadamu ameumbwa katika hali ya kuabudu. Nimewaambia kwamba unajua hata sasa hivi unaona bwana Mungu ndio Kristo alikuwa hapa. Imani, yaani swala imani. Sasa imani ni ngumu sana, ukiweka imani kwa kitu fulani. Ndio maana wanasema kwamba vita vya kiimani vita vibaya sana. Sababu tayari nimeweka imani yangu kwa kitu fulani na ndicho ambacho kitachonisaidia. Ukiniambia nitoe mahali kwa labda mimi nife, nitakufa. Hakuna vita vibaya kama vita ambavyo unaweka imani kwa kitu fulani alafu mtu atajaribu kuondoa mahali pale. Kwa maana hata wale ambao Sasa inasema na nani na nani? Unajua watu ambao Simba ikifungwa yake kwa shule. Sasa usiki kifungwa na kuna hata ile kufanya ibada akaenda kanisani na kuhuzuni kabisa kama vile kama vile Yesu ameteswa mara ya pili. Hiyo kitu ni asema kwamba ni masifu kwa hata sema anaanza kuhuzuni kabisa. Yaani moyo wako umeweka mahali pale mpaka unakuwa kama vile la Yesu aliye hai. Allah sio mtu ni yangu na pita. Hivi tunapita tunasaidia. Nashukuru na mtu mmoja aliniambia kwamba pastor aliniambia. Mmoja alisema kwamba mbinguni hamnaga nini? Maliza basi hivyo. Mbinguni hamna? Mbinguni kuna kuimba. Kwa hiyo ngine kuna timu Ibrahim ya kuimba na kuisifu na kuimba. Hamna timu zingine. Nilikuza ulimwengu Uislamu. Tutasoma Uislamu, wafuasi wa Uislamu wanaabudu Mungu mmoja, wanamuita Allah na wanamwamini Mtume Muhammad kama mtume wao wa mwisho. Tamsoma hilo kifupi. Utaanza kuingia ndani sana. Sababu ukisema kuingia ndani
kusoma Uislamu ni kama kozi ambayo hutaimaliza kwa muda mmoja. Kwa hiyo utasoma tu vile vitu ambavyo wanaviamini ambavyo ni vya uongo, ambavyo vinapelekea wao uongo. Uislamu, Uhindi au Hindu, nenda Hinduism. Ni mkusanyiko mbalimbali wa imani na desturi zinazotokana nchini India. Mara nyingi ukazia dhana ya karma, kuzaliwa upya katika umbo jingine na kujitolea kwa miungu mbalimbali kama reincarnation. Wanaamini kama reincarnation kwamba wenyewe wanaamini kwamba mwanadamu anakufa na anaumbika kiumbe kingine. Nasoma anaumbika kiumbe kingine kwa maana nyingine. Kama ukifa leo ukiwa umetenda matendo mema, unaweza matendo mabaya unaweza kuumbika kiumbe kibaya zaidi. Usishangae ukafa ukiwa mwanadamu alafu ukatolewa kwa mbwa au panya au hata nyoka au hata mdudu fulani. Kazi ambayo wanaamini kwamba kuna hiyo mzunguko. Na hata mwanadamu pia anatokea na involvement, inatokea na kitu fulani. Kwa hiyo wale ni watu ambao Indians wanaamini Mungu sana. Na kwao kila kitu ni Mungu. Kwa hiyo wanaita pantheism. Kila kitu ni Mungu na Mungu kila kitu. Kuna mpaka hekalu ambalo ni hekalu la panya. Naenda kule hekalu huwezi kumuua panya. Kumuua panya kama kumuua Mungu. Hiyo ni kweli. Panya wanakuchezea mwili mzima na kupanda kushuka sababu na unapopanda panya wanakuchezea wengi. Mungu amekaa na Mungu zaidi kwa yeye. Feel good. Najisikia vizuri sababu hiyo kabisa Mungu nimejenga uhusiano mzuri na Mungu. Hapo wanaenda kule na wanaabudu. Na wao wanatafuta wokovu, watafuta uzima wa milele, lakini sio uzima wa milele kama unaofikiri. Kwamba labda baada ya muda nikifa nitakuwa na mtu bora. Wewe nilikuwa tu mkulima wa kawaida. Nitakuwa kama waziri mkuu au rais au mtu fulani ambaye ni bora zaidi. Kwa kuna kuinuliwa katika kuna kuinuliwa yani kama nige vile unakuwa ukimungu kama reincarnation. Kuna Ubudha naitwa ni Buddhism. Na huo ulijengwa juu ya mafundisho ya Siddhartha Gautama. Na Ubudha hulenga katika kupata mwangaza kupitia mazoea kama kutafakari na kuzingatia au shule tofauti zikitilia mkazo vipengele mbalimbali vya njia ya ukombozi. Ubudha ni wale ambao wanaamini sana swala la kukaa na kutafakari. Yoga ni meditation. Ni hizo ni ibada. Siku za leo imekuwa ni kama mazoezi, lakini sio mazoezi. Yoga na meditation sio mazoezi yani. Ni unaweza kwa siku za leo watu wamepeleka kwamba iwe ni sehemu ya mazoezi kama wanakwenda mahali labda unaweza kugalisha tu siku wakati kuji. Kwa hiyo bwana mwingine ukaangalia the whole day, siku nzima unafikirishwa, yani unafanya hiyo meditation na katika ile unafikiria kwamba unaingizwa katika ulimwengu wa kiroho na unapata njia fulani ya ukombozi. Njia moja ya ukombozi na wanaamini sana katika ile namna hiyo. Kwa ni ibada na wenyewe wanaifanya na ni dini ambayo ipo katika watu ambao wanaishi katika ulimwengu ambao Mungu ameumba. Kuna Uyahudi na hapo alikuwa nadhani kazi sana kwamba Uyahudi kozi ni dini ya kale na imani ya wazazi wa Ukristo na Uislamu kwa sababu Uyahudi ulitokana kule mwanzoni. Ni dini ya Waebrania, Wayahudi wenyewe. Na sababu lazima tukumbuke kwamba Uyahudi sio Ukristo. Sababu kuna watu wengi ambao wana confuse kwamba kwa sababu Uyahudi unatokana na Wayahudi na Wayahudi ndio ambao wametupa Yesu Kristo, kwa sababu Uyahudi ni kama Ukristo. Hapana. Uyahudi ni Uyahudi na Ukristo ni Ukristo. Uyahudi sio Ukristo. Judaism, kwa hiyo wanaita Judaism ndio Uyahudi huo. Na ufunza jiko la Jewish community. Kule kwa Wayahudi kuna Wakristo. Kuna Wayahudi ambao ni Wakristo, aidha kuna Wayahudi ambao ni dini ya Kiyahudi.
ambayo yenyewe inakazia sana imani ya Mungu mmoja, agano la kimungu kama covenants. Lakini pia wanakazia swala za kujifunza Torati, vile vitabu vya sheria wamevikazia sana, kama hivi tunavyosoma hivi vitabu vya Torati wanasoma hivyo, wanakazia sana. Lakini pia wana mkazo kuhusu kuja kwa Mesia ambao wanasubiri. Mesia sio Yesu Kristo, sio Yesu. Wanasubiri Masiha ambaye atakuja kwa ajili ya ukombozi. Na ukombozi ambao wanakusubiria sio ukombozi wa kiroho, ile ni ukombozi wa kiutawala, political Messiah. Bado wanasubiri. Kwa hiyo wanakazia vitu vinne muhimu sana, kama wanakazia Mungu mmoja, na wenyewe mambo ya utatu ni ushirikina kwa Wayahudi. Bila hizi mambo ya agano la Mungu, covenant, wanahimiza sana kwamba Mungu wa Abraham alifanya agano. Mungu alifanya agano na Abraham. Kwa bado wanasisitiza agano. Mambo kujifunza vitabu vya Torati, watakazia sana vitabu vya Torah, lakini pia wanasubiria kuja kwa Masihi ambaye ni political Messiah, wanasubiri kuja. Tutasoma hiyo, tutaangalia kwamba ni jinsi ambavyo Uyahudi sio Ukristo. Na ni vizuri kabisa tukafuatilia kwa sababu hasa watu wengi wanachanganya kipindi kama hiki, na wanaona kwamba labda kwa sababu ya asili ya Ukristo basi wanachanganya Ukristo na Uyahudi, kwa labda ni Uyahudi na Ukristo. Nyingine ambayo tunasoma ni kuna hizo ambayo inaitwa Confucianism. Ni moja kati ya dini ambazo ziko kule Uchina. Na pia wana dini yao. Ukienda kule China ambapo Ukristo unapigwa marufuku, unapigwa vita, na kuna dini ambayo inaitwa Confucianism, ilitokana na mtu anaitwa Confucius. Na Confucius kama jinsi ambavyo neno linasema lenyewe ni confusion. Aleta kwa confusion katika imani. Na kwa confusion katika imani akaanzia Confucianism, kwa hiyo akaanzia imani ambayo tunasoma jinsi ambavyo wanaamini. Of course ni imani ambayo inatokea China. Na imani ambayo inaitwa ya imani ya Kibahai, inaitwa Bahai faith, imani ya Kibahai au Bahai. Na hao mara nyingi sana wanakuwa katika mambo ya charitable organizations. Sehemu nyingi sana katika miji mikubwa utakuta wana hospitali ya imani za Kibahai. Na wenyewe pia wana taratibu zao za kiibada na taratibu zao za kimungu ambao sio za Mungu wa ukweli. Wana miungu hao ambao ni Mungu na imani za Kibahai. Hii pia tunaona kama ndio Freemasonry ambayo imeibuka sasa hivi, yenyewe ni kama dini. Freemasonry imekuwa ni dini, ndio tunajaribu kuiangalia kwa kama mtoto kichombuko ndani, lakini tuiangalia kama moja ya dini ambazo ni za ulimwengu, ambazo hizi zinaleta wote kwa pamoja bila kujali kama ni Mkristo, Myahudi, Muislamu, wote kwa pamoja, ni all united. Kwa hiyo ni dini moja ambayo haikubali kutaja kitu kimoja. Kila Biblia ukienda na Qur'ani, kila kitu tunachoenda, lakini wanakuwa na utaratibu wao ambao ni wa kiimani. Freemasonry. Kuna dini za asili. Hapo sema dini za asili hapa ni zile za mababu zetu ambazo waliabudu, na mpaka leo kuna watu ambao bado wana dini za asili. Na watu ambao ni indigenous people, wamekuwa na dini zao ambazo wenyewe wameendelea kuzienzi. Na rafiki yangu mmoja ambaye ni msomi mzuri tu, ni msomi mzuri sana, lakini nafikiri atakuwa sasa hivi atakuwa ni mkaguzi, mdhibiti bora wa wilaya ya Nzega. Mtu mkubwa tu, lakini kumwambia swala ya Kristo, nasema Ukristo ni dini za wazungu. Yeye ni Msukuma, bwana anapenda mambo ya asili. Nasema mimi no, na dini yangu ya asili. Mara marudi. Ni changinaye anakuwa ananikosoa sana mchungaji, na wewe fulani alifi mchungaji. Bila hapo fulani unajua na mbona katika hizo dini za kizungu. Kwa nini maana wameko walikuwa wana dini zao za asili. Kwa hiyo ile anakuwa na hiyo hali ya kuamini kwamba kuna uasili wa mtu binafsi, kwamba ana kitu chake binafsi ambaye anatakiwa akiabudu. Sema sisi wote tunaabudu, kwa tumeacha. Kwa hiyo dini za asili ambazo ziko pia na mpaka leo zinaendelea kuwepo. Dini ya wazee.
Kanisa zingine kuna Shinto kutoka Japani, lakini pia Taoism. Usiki ni maana masinga makalasinga. Wanadini yao pia. Kila katika makanisa makalasinga, matempo, Sikh temple, kuna Sikh temple, mahekalu yao. Na kupata nafasi, nasema tena leo tembelea. Kwa mfano Guru karibu na Sikh temple kwa mjini hapa Arusha, kuna Bahai, sina uhakika sana. Hindu temple ipo. Of course Islamu ziko nyingi. Tuko makini usio kaenda kwa mlio. Ndio utaangalia nguvu na kwa nyingi. Ndio maana pale mwanzo tulisemaje kwamba kwa nini tunajifunza inapaswa Mkristo aweze kutetea imani yake ya Kikristo. Kwa hiyo watu wanapoenda mahali tunapokutana na watu wenye imani hizi ambazo ni mbovu, lazima ujue kile ambacho umekisimamia. Na kabla hujaenda lazima uwe na uhakika kwamba ninaweza nikatetea kile ninachokiamini kwangu. Sio kwamba unaweza kule badala ya wewe kusema kwamba evangelize ukawa evangelize. Na badala ya wewe kutoka kule ukiwa Mkristo unaenda katika kutembea kwa ukiwa kwenye malengo. Kwa hiyo sasa jaribu tukiwa Kenya tulishafanyaga visits. Tunapata nafasi ya kutembelea hizi Gurunara hospital na hospitali ambao ni kwao, unaenda kutembelea na kutembelea hospitali pia una sehemu ya ibada ndani ya hospitali moja. Na pia Hindu temple hizi ambazo wana ibada zao ambazo wanafanya Wahindi. Pia Uislamu umeenda. Uislamu ni muhimu sana kwa sababu wana sheria zao tamaduni. Labda ukutana huko nje. Huwezi kuangalia si bana inaendelea. Otherwise, katika somo hili tutaangalia chache. Hatuwezi kujifunza zote sababu kujifunza zote tutachukua muda mrefu sana, lakini tutaangalia chache. Na zile hapo chache tunazoziangalia Mungu atupenda next time. Hapo kuja sasa Mungu atupenda kipindi kijacho. Tumeshamaliza utangulizi. Tumeangalia utangulizi wa hizo aina ya hizi dini za ulimwengu. Kama baada ya utangulizi sasa tutaangalia moja baada ya nyingine kwa kila kipindi ambacho utapata nafasi ya kujadili pamoja. Na pesa ikomisi hii jacho kama Yesu atakuwa Daudi, tutakwenda bado pamoja. Tutaanza na Uyahudi kwanza, sababu ndio ambao unakaidia zaidi. Tunafanana na wale confusion. Naleta mchanganyiko kwamba watu wanachanganya kati ya Uyahudi na Judaism na Christianity. Kwa hiyo kile jacho tutaangalia Uyahudi. Okay? Kisha baada let's pray. Allah tunashukuru kwa kutupa nafasi ya kujadili utangulizi wa dini za ulimwengu. Hasa tukiangalia dini ambazo za Kikristo, lakini tukiangalia jinsi ambavyo tunalinganisha na jinsi ambavyo wamepotosha ukweli wa neno la Mungu. Saidia wanafunzi, na sasa tusaidia sote tunapojifunza ili kwamba kabla ya kuchagua dini moja baada ya nyingine, tukatambua kwamba hakika tunatakiwa tukae katika Yesu Kristo ambaye ndiye njia na kweli na uzima. Kwa kupitia somo hili ukatufanya pia tupate kujua wale wengine jinsi ambavyo wao katika maisha kupotea, na katika kupotea kwao tupate kuwarudisha katika njia sahihi. Ule Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.